ili onyesho liweze kukamilika lilihitaji mashahidi. Na Biblia inasema na kila jambo lidhibitishwe kwa vinywa vya watu wawili au watatu. Mungu abariki. Ili Mungu adhibitishe kila anachotaka kukifanya, ilibidi mashahidi wawepo. Kwa hiyo tunaambiwa hapo, na baada ya siku sita Yesu akawatwaa au mashahidi. Alikuwa ni Petro, Yakobo na Yohana nduguye. Mungu awabariki. Sasa naomba niwaambie, Yesu alikuwa na mitume 12. Hao mashahidi watatu walichaguliwa kwa makusudi kabisa, kama nabii atakavyokuja kutuambia. Kwa hiyo walihitajika hao mashahidi ili waweze kudhibitisha jambo fulani, kwa sababu na kila kitu kidhibitishwe kwa mashahidi wawili au watatu. Sasa mambo ilibidi yasifanyikie bondeni, yafanikie wapi? Mlimani. Na ukisoma anavyosema, akawaleta juu ya mlima mrefu. Haukuwa mlima mfupi, no, mlima mrefu sana. Sasa nabii anasema Petro kama shahidi anasimamia imani. Ndicho anachokizungumza hapo. Kwa hiyo shahidi wa kwanza aliyekuwepo pale mlimani anaitwa nani? Petro. Shahidi wa pili ambaye tunaye ni Yakobo, ambaye anamaanisha tumaini. Shahidi wa kwanza Petro, anasimamia nini? Wa pili Yakobo, anasimamia. Shahidi wa tatu ni Yohana, anasimamia. Walipanda mashahidi wangapi? Shahidi wa kwanza alikuwa ni imani, shahidi wa pili alikuwa ni tumaini, shahidi wa tatu alikuwa ni upendo. Maki zogo ilikuwa limezidi duniani. Yesu yuko duniani, alafu kelele zimezidi, maneno yamezidi, mambo ya Musa, Elia. Mungu akataka adhibitishe jambo. Kwa hiyo walipochukuliwa mashahidi hao, Petro anayesimama imani, Yakobo anayesimama tumaini, na Yohana anayesimama upendo. Kwa anasema jamani, nataka imani awe ni shahidi, tumaini awe ni shahidi, na upendo awe ni shahidi. Mungu anapokuja kufanya jambo, mnampenda? Amen. Mnampenda? Amen. Naipenda ile jambo. Amen. Sasa sikiliza, baada yao mashahidi kuwepo, Mungu akafanya jambo la ajabu. Akamuita, akasema sasa mimi Yohana alishawaambieni, tazameni mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Akasema huyu ni mkuu sana kiasi cha kwamba hata kuzilegeza damu za viatu vyake, hata kugusa zile kamba zile, sidhani kama nastahili. Watu hawaelewi. Wanazungumza hivi wakati Yesu mwenyewe alishasema pale kwamba katika wote waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kama nani? Na Yohana mwenyewe anasema hawezi hata kugusa kuzilegeza zile damu za viatu. Nampenda sana. Amen. Nampenda? Amen. Nampenda? Amen. Kwa hiyo Mungu akataka kudhibitisha jambo. Amina. Akasema, Musa, njoo. Toka huko uliko. Amina. Unajua Musa alikuwa ameshafariki. Amina. Au tuseme alishaondolewa. Amina. Musa njoo. Amen. Amen. Musa. Chap. Kuna ushindani unaendelea duniani. Musa, njoo hapa tudhibitishe jambo. Musa huyo ameshasimama. Amina. Elia, wewe muita mioto. Ndio. Ikashuka. Hebu njoo hapo unahitajika. Amina. Elia ni wako. Mungu abariki. Sasa mchezo umekamilika hapo. Mungu anataka kufanya jambo fulani. Mchezo umekamilika. Furaha gani iliyopo hapo? Kwamba
Imani iko pale kama shahidi Peter. Tumaini liko pale kama shahidi Yakobo. Yohana yuko pale kama shahidi upendo. Unasemaje hapo? Mchezo unaanza kuwa mtamu hapo. Maki imani ipo, tumaini lipo, na upendo upo kama shahidi. Anasema hao walikuwa ni mashahidi wa duniani. Tutaona na gani tutazungumza hapo. Mashahidi wa kudhibitisha hiyo. Walikuwa watatu wa duniani. Petro imani, Yakobo tumaini, Yohana upendo, wanadhibitisha. Ilibidi pia waje mashahidi wa mbinguni. Ndipo akaitwa Musa njoo, Elia njoo, na Yesu kae hapo. You may come, brother. Amen. Now listen. When the three were there, hawa watatu walipokwisha kuwa pale. When they were there, walipokuwa pale, the first one to see, wa kwanza kuona, it was Peter. Alikuwa ni Petero. It was Peter. Alikuwa ni Petero. Yes. Ndio. And you know what? Na unajua nini? The just shall live by faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. Faith is the super sense. Imani ndio hisi kuu. A super sense. Ndio hisi kuu. It may look more than your eyes. Inaweza ikaona zaidi ya jicho lako. It may hear more than your ear. Inaweza ikasikia zaidi ya sikio lako. It is a super sense. Imani ni hisi kuu. It can smell more than your. Inaweza ikanusa zaidi ya pua zako. It can taste. Inaweza ikaonja. So Peter, the super sense. Kwa hiyo Petero ile hisi kuu. It was the first to see something. Ndiye alikuwa wa kwanza kuona kitu fulani. So a proposal was made. Kwa hiyo pendekezo likatengenezwa From faith. kutoka kwenye imani. From Peter. Kutoka kwa Petero. I think you can project this. Verse 3. Mstari wa 10 sura ya 17 mstari wa 3 wa Mathayo mtakatifu. That when they are there, walipokuwa pale, Moses imaged. Musa akaja. Elijah imaged. Elia akaja. Now, sasa there was a conversation. Kulikuwa na mjadala. In verse 3. Miongoni mwa hawa watatu. In verse 3. Kwenye ule mstari wa 3. There was a conversation. Kulikuwa na mjadala. Between Moses. Kati ya Musa. Elijah. Elia. And Jesus. Na Yesu. Faith saw them conversing. Imani ikawaona wakizungumziana. Amen. They were speaking to each other. Walikuwa wakizungumziana moja kwa mwingine. Now listen. Sasa sikiliza. The prophet says. Nabii anasema. Jesus stood. Yesu alisimama. Moses stood. Musa alisimama. For the law. Alisimama. Musa alisimamia sheria. Moses was the law of God. Musa ndiye alikuwa ni sheria ya Mungu. The law of God. Sheria ya Mungu. Which you know. Ambayo unaijua. From the Old Testament. Kutoka kwenye Agano la Kale. It came by the hand of Moses. Ilikuja kupitia mkono wa Musa. The law came by the hand of Moses. Sheria ilikuja kupitia mkono wa Musa. Remember, it is the law of God. Kumbuka hiyo ni sheria ya Mungu. It is the holy law. Ni sheria takatifu. Came by the law of God. Ikaja kupitia sheria ya Mungu. It is the law of God. Ni sheria ya Mungu. The holy law. Sheria takatifu. Came by the hand of Moses. Ikaja kupitia mikono ya Musa. So at the mountain of transfiguration. Kwa hiyo kwenye ule mlima kugeuzwa. There was the law of God. Kulikuwa na sheria ya Mungu. Represented by Moses. Iliyowakilishwa na Musa. At the mountain. Pale kwenye mlima. And it was a tall mountain. Na ulikuwa ni mlima mrefu. And remember, faith was looking. Na ukumbuke imani ilikuwa ikitazama. By Peter. Kwa kutumia Petero. And hope was looking. Na tumaini lilikuwa likiangalia. Through Jacob. Kupitia Yakobo. And the love was looking. Na upendo ulikuwa ukiangalia.
through John, kupitia Yohana, they were witnesses. hao walikuwa ni mashahidi. The show which God was showing, Mchezo ambao Mungu alikuwa akiuonyesha, they were looking the show. Walikuwa wakitazama mchezo at the mountain. pale juu mlimani. Love was looking. Upendo ulikuwa ukitazama pale. Hope was looking. Tumaini ilikuwa ikitazama pale. And the faith was looking. Na imani ilikuwa ikitazama pale. Now in verse 3. Sasa kwenye ule mstari wa 3. 17 verse 3. Sura 17 Mathayo Mtakatifu mstari wa 3. Now there were Moses. Sasa kulikuwa na Musa who stood for the law. aliyesimamia sheria. There was Elijah. Na kulikuwa na Elia who stood for justice. aliyesimamia haki. Justice of God. Haki ya Mungu. Justice of God. Haki ya Mungu was represented by Elijah. Iliwakilishwa na Elia. You remember in the Old Testament. Nakumbuka kwenye Agano la Kale. Elia was calling for the justice of God. Alikuwa akiitia haki ya Mungu. He was standing. Alikuwa akisimamia haki ya Mungu kwenye Agano la Kale. He was telling those false prophets. Alikuwa akiwaambia wale manabii wa uongo, if I am the prophet of God, ikiwa mimi ni nabii wa Mungu, let the fire come. Hebu moto na ushuke. So that justice can be done. Pardon? So that justice can be done. Ili kwamba haki itendeke. Elia stood for justice of God. Alisimamia haki ya Mungu. Elijah was there. Elia alikuwa pale. And Jesus, na Yesu stood for the grace of God. Alisimamia neema ya Mungu. Jesus for the grace of God. Yesu alikuwa amesimamia neema ya Mungu. So in 17 verse 3. Kwa hiyo kwenye Mathayo sura 17 mstari wa 3, there was a conversation. Kulikuwa na majadiliano between Moses, kati ya Musa, Elijah, Elia and Jesus. Na Yesu. In other words, kwa maneno mengine, there was a meeting. Kulikuwa na mkutano and a discussion na mazungumzo between the law, kati ya sheria, justice, haki, and the grace, na neema. They were discussing. Walikuwa vikijadiliana. And the God called them. Na Mungu akawaita. Moses, come here. Sasa njoo hapa. Come with my law. Njoo na sheria yangu. I want to represent something here. Ninataka nishuhudie kitu fulani hapa. I want to show something. Ninataka nionyeshe kitu fulani. Come Moses. Come with my word. Njoo na sheria yangu takatifu. I want you Moses. Ninakutaka wewe Musa. I am the one who gave you the law. Mimi ndiye niliyekupa hiyo sheria. And the law came through your hand. Sheria ilikuja kupitia mikono yako. I need you here. Sasa ninakuhitaji uje hapa. With my law. Uje na sheria yangu. Stand there Moses. Simama hapo Musa. Elia. Where are you? Uko hapa? Come here. Njoo hapa. Come here. Njoo hapa. Elijah came. Elia kaja with the justice of God. Akaja na haki ya Mungu. And they stood there. Na akasimama pale. And Jesus na Yesu was in the middle of them. Alikuwa miongoni mwao. Katikati yao. Now it was a discussion. Sasa ukawa ni mjadala basi. Between the law of God. Kati ya sheria ya Mungu. Through Moses. Kupitia Musa. Justice of God. Haki ya Mungu. Through Elijah. Kupitia Elia. And the grace of God. Na neema ya Mungu. Through Jesus. Kupitia Yesu. Do you know what? Unajua nini? Do you know what? Unajua nini? We are saved. Tumeokolewa. Not by the law. Si kwa sheria. We are saved. Tumeokolewa. Not by justice. Si kwa haki. We are saved. Tumeokolewa. Through grace. Tumeokolewa kupitia neema. We are saved. Tumeokolewa. Not by the law. Si kwa sheria. Not by justice. Si kwa haki. But by grace. Lakini tumeokolewa kwa neema. Sasa when the three were there, hao watatu walipokuwa wamekuja hapo, Moses, Musa, the law of God, sheria ya Mungu, Elijah, Elia, justice of God, haki ya Mungu, Jesus, Yesu, the grace of God, neema ya Mungu. Now sasa the three earthly witnesses, hao mashahidi watatu wa duniani hao, Peter, Petero, Yakobo and John, na Yohana, we are looking. Walikuwa wakitazama. Walikuwa wakitazama. In other words, kwa maneno mengine, faith, imani, hope, tumaini, and love na upendo we are looking the show. Walikuwa wakitazama ule mchezo. The show of God. Mchezo wa Mungu. They saw the law of God standing there. Wakaiona sheria ya Mungu imesimama pale. Through Moses. Kupitia Musa.
justice of God, wakaona haki ya Mungu through Elijah, kupitia Elia, and the grace of God, na neema ya Mungu through Jesus, kupitia Yesu. Remember the three were witnesses. Kumbuka hao watatu walikuwa ni mashahidi. Faith was a witness, Imani alikuwa ni shahidi, hope was a witness, tumaini na alikuwa ni shahidi, and the love was a witness. na upendo na alikuwa ni shahidi. Now faith, Sasa imani, who is Peter, ambaye ni Petero, in verse 4. kwenye mstari wa 4. May you project verse 4? Tuonyeshe. When he saw that, Alipoona hiyo, the law is there, sheria iko pale, justice is there, haki iko pale, and the grace is na there. neema iko pale. Faith, Imani, who is Peter, ambaye ni Petero, in verse 4, kwenye mstari wa 4, he said, this is wonderful. akasema hii ni ajabu. This is the good place to stay with. Hapa ndipo mahali pazuri pa kudumu. It is a good place. Ni mahali pema. There is a law of God here, Kuna sheria ya Mungu hapa, which is the holy law. ambayo ni sheria takatifu. There is the justice of God here. Kuna haki ya Mungu hapa. This is wonderful. Hii ni ajabu. There is the law of God, Kuna sheria ya Mungu and there is the justice of na God, kuna haki ya Mungu and there is the grace of na God. ipo neema ya Mungu. Why don't we have 3 tabernacles Basi here? kwa nini tusijenge vibanda vitatu hapa? It is better we have 3 Ni tabernacles. heri tuwe na vibanda vitatu, This is the wonderful kwa place. kuwa hii ni sehemu ya ajabu. There is a law here. Kuna sheria hapa, Moses is here. msaibu hapa. Is the mighty prophet in the Old Testament. Yeye ni nabii mkuu kwenye Agano la Kale. A mighty prophet. Nabii mkuu He brought the law. alileta sheria. And Moses is here Na now. Musa sasa yupo hapa. Let us have 1 tabernacle for Hebu Moses. na tuwe na kibanda kimoja kwa ajili ya Musa. We have to stay here. Tunapaswa tukae hapa. And look, Elijah is here. Na tazama tayari Elia yuko hapa. He represents justice of God. Anayewakilisha haki ya Mungu. Let us have a Hebu tabernacle. na tuwe na kibanda cha Elia. And look, Jesus is Na here. tazama Yesu yupo hapa. He represents the grace of God. Anayewakilisha neema ya Mungu. Let us have another Hebu na tabernacle tuwe na kibanda kingine hapa for Jesus, kwa ajili ya Yesu who is the grace of God. ambaye ni neema ya Mungu. That was a proposal Hilo ndio lilikuwa ni pendekezo which was made by faith. lililofanywa na imani. Do you know faith? Unajua imani, It wants to see the law. Hello? It wants to see the law Imani Inataka. inataka kuona sheria is implemented. kwamba inatekelezwa. Faith Imani wants to see justice of God inataka kuona haki ya Mungu is done. inatekelezwa, And the faith na imani wants the grace of God inataka neema ya Mungu to be there. iwepo. That is faith. Hiyo ni imani. That is the word Peter proposed. Hicho ndicho ambacho Petero alipendekeza. Now God was looking at them. Sasa Mungu alikuwa akiwatazama, He was silent, alikuwa kimya looking at the witnesses. akiwatazama The witnesses. hao mashahidi, Jacob, Yakobo, John, Yohana and Peter, na Petero, who are faith, ambao ni imani, hope, tumaini and love. na upendo. He wanted to see what the witnesses will do. Alitaka kuona mashahidi watafanya nini. Now Peter, Sasa Petero, one of the witnesses, mmoja wa mashahidi who is faith, ambaye yeye ni imani, he came with the proposal there akaja na pendekezo hapo that let us have 3 ya kwamba tabernacles. hebu na tujenge vibanda vitatu. Now when Peter was proposing, Petero alipokuwa akipendekeza, you know, in other ways, unajua kwa maneno mengine, Peter was proposing, Petero alikuwa akipendekeza, let us have the law hebu na tuwe na sheria and keep the law na tuitunze sheria for our salvation. kwa ajili ya wokovu wetu. Peter was also recommending, Petero pia alikuwa pia akipendekeza, let us have justice of God hebu na tuwe na haki ya Mungu so that we can go to heaven ili twende mbinguni with justice of kwa God. haki ya Mungu, Let us go to heaven kwamba twende mbinguni with the law of na God, sheria ya Mungu, and let us go to na heaven twende mbinguni with the justice of God, pamoja na haki za Mungu, and let us go to na heaven twende mbinguni with the grace of na God. neema ya Mungu. When Peter was still recommending, Petero alipokuwa akiendelea kupendekeza, and remember, na ukumbuke, and remember, na ukumbuke, he was still talking. alikuwa bado akiongea. Verse 5, Mstari wa 5, verse 5,
Verse 5. Nisome. Alipokuwa katika kusema, when he was still talking, alipokuwa bado akinena, tazama the white cloud, tazama wingu jeupe covered them, likawafunika. Don't forget, usisahau, Peter was still proposing. Bado Petero alikuwa akiendelea kupendekeza. He was yet to finish. Alikuwa hajamaliza pendekezo lake. He was still talking. Bado alikuwa akipendekeza. Now when he was still proposing, alipokuwa akiendelea kupendekeza, God was tired. Mungu akachoka, and he was bored. Na Mungu akajisikia vibaya with what Peter was recommending. Na kile ambacho Peter alikuwa akipendekeza. Said, you Peter, akamwambia wewe Petero, you faith, wewe imani, hallelujah, you hope, wewe tumaini, you love, wewe upendo, you want the three tabernacles here. Unataka vibanda vitatu hapa. I have already given you the grace. Nimekwisha kuwapeni neema. Now you want the law. Na hapa mnahitaji sheria. And you want justice. Na mnataka haki. Do you think you can go to heaven? Nafikiri mtaenda mbinguni kwa hiyo? With the law. Na sheria. With justice. Na haki. You can't make it. Hamwezi. You can't make it. Hamwezi kwenda mbinguni. God intervened. Mungu akaingilia kati. When Peter was still talking, Petero alipokuwa akizungumza, it is written there, inaandikwa pale, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. And a voice came from the cloud. Na sauti ikatoka katika lile wingu, telling the witness, ikawaambia mashahidi, this is my beloved son. Huyu ni mwanangu mpendwa. Hear him. Sikieni yeye. Not Moses. Sio Musa. Who is the Lord. Na sheria yake. Not Elijah. Sio Elia. Who is justice. Ambaye ni haki. Hear him. Sikieni yeye. Hear what grace says. Sikieni kila ambacho neema inawaambia. Not the law. Sio sheria. Not justice. Sio haki. It is grace. Ni neema. We are saved by grace. Tumeokolewa kwa neema. Not by the law. Sio kwa sheria. Not by justice. Wala sio kwa haki. It is by the grace of God. Ni kwa neema ya Mungu. So the cloud descended. Kwa hiyo wingu likashuka. The cloud descended. Wingu likashuka. And the cloud covered them. Na wingu likawafunika. It covered them. Likawafunika. So when God spoke, kwa hiyo Mungu aliponena, he covered faith, akafunika imani, he covered hope, akafunika tumaini, and he covered love. na akafunika upendo. Now, Sasa after covering that, baada ya kuwa amefunika hiyo yote, he said, akasema, this is my beloved son. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. You were debating with him. Mulikuwa mkijadiliana naye. You were recalling Moses. Mulikuwa mkitaja habari za Musa. Elia. Now I want to end the argument. Sasa nataka nimalize huu ubishi. I want to end the argument. Nataka nikomeshe huu ubishi. This is my beloved son. Huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu. Here he is. Sikieni yeye. Not Moses. Sio Musa. Not Elijah. Wala sio Elia. Jesus Christ. Sikieni Yesu Kristo. The grace of God. Neema ya Mungu. Jesus. Yesu is my grace. Ndiye neema yangu. Which I have given you. Ambayo nimewapeni ninyi. To be saved. Mwokolewe kwayo. Not by the law. Sio kwa sheria. Not by justice. Sio kwa haki. It is my grace. Bali ni kupitia neema. Take you to heaven. Itawachukueni mpaka mbinguni. It is my grace. Ni kwa neema. Sister, you will be saved. Dada, utaokolewa. It is my grace. Ni kwa neema. Brother, you will be Ndugu saved. yangu, utaokolewa. It is my Ni grace. kwa neema. Pastor, you will be saved. Mchungaji, utaokolewa. Now, Sasa when Jesus said, Yesu aliposema, when God said, Mungu aliposema, this is my beloved huyu son, ndiye mwanangu mpendwa wangu. you know what? Unajua nini? When God started speaking, Mungu alipoanza kuzungumza, Peter stopped me. Petero Stopped me. akaacha. Peter stopped me. Peter akanyamaza.
And under verse 6. Na pale mstari wa 6. Under verse 6. Mstari wa 6. When they heard that. Na wale wanafunzi waliposikia, they fell. Walianguka kifudifudi. And they feared. Na wakaogopa sana. Because God has come. Kwa sababu Mungu amekuja. God has descended. Mungu ameshuka. To prove. Kuthibitisha. Between Moses. Kati ya Musa, Elijah, Elia, and Jesus. Na Yesu. Who is the greatest? Nani ni mkuu sana? In other words, between the law kati ya sheria and the justice na haki and the grace, na neema, who is the boss? Nani aliye bwana mkubwa? That who is the boss? Ya kwamba nani ni bwana mkubwa? Let me tell you, brother. Acha nikwambie ndugu. When the grace comes, neema inapokuja, there is no law at all. Hakuna sheria tena. When the grace comes, neema inapokuja, there is no justice. Hakuna haki tena. It is grace. Basi inabaki neema. It is grace. Neema tu. It is not law. Sio sheria. It is not justice. Wala sio haki. It is grace. Ni neema inabaki. You know what? Unajua nini? When the president forgives the convict, rais anapowasamehe waliofungwa, it doesn't mean hamaanishi kwamba they never committed this crime. Haimaanishi kwamba hawajawahi kutenda uovu. They committed crime. Walitenda maovu. They were judged. Wakahukumiwa. And maybe they are in prison. Na labda wako gerezani. Sentenced some years. Wamehukumiwa miaka kadhaa. They are in prison serving the years. Wako huko magerezani wakitumikia miaka. But by grace, lakini kwa neema, the president pronounced freedom. Rais anatangazia uhuru. By grace, kwa neema, the judge stood there. Hakimu anasimama pale and a convict. Na anawashtaki. Convict. Anawafunga. That you will stay there. Kwamba utakaa kule for 30 years. Kwa miaka 30. You committed rape. Wewe ulibaka. You will be there. Utakuwa kule for 30 years. Kwa miaka 30. And you murdered. Na wewe ulifanya mauaji. You will be there. Utakaa huko for life. Maisha yako yote. And you did this. Na wewe ulifanya hivi. And remember, na ukumbuke, the judge has read the law. Hakimu ameisoma sheria. And by reading the law, kwa kuisoma sheria, he judge you. Anakuhukumu wewe by justice. Kwa haki. According to the law. Kulingana na sheria. You have committed a crime. Kulingana na sheria umetenda kosa. And the crime has been proved. Na kosa limedhibitika. And because it has been proved. Na kwa sababu kosa hilo limedhibitika. According to our law. Kulingana na sheria yetu. You are judged. Umehukumiwa. And you will go to jail. Na utaenda gerezani. For 30 years. Kwa miaka 30. Where are you what we call the prison officers? Wewe nyinyi maafisa wa gereza mko wapi? Come here. Johnny hapa. He is convicted. Huyo amehukumiwa. Take him there. Kwani gerezani. They take you in the prison. Wanakupeleka gerezani. By the law. Kwa sheria. And by justice. Na kwa haki. Because what you did. Kwa sababu kile ulichotenda. Deserve that punishment. Inastahili adhabu hiyo. So go there. Kwa hiyo nenda gerezani. Stay there. Kaa huko. Now while you are there. Kwa hiyo unapokuwa gerezani. The president comes. Rais anakuja. Who is this one? Huyo ni nani? Is a convict. Huyo ni prisoner. Ni mfungwa. He has committed a crime. Amefanya kosa. He breached the law. Alivunja sheria. And by the law. Na kwa sheria. Justice must be done. Haki hapa lazima itendeke. And by justice. Na kwa haki. He has to stay there. Anapaswa akae gerezani huko. For life. Kwa maisha yake yote. Now the president says. Sasa rais hapa anasema. I am the last say here. Mimi ndiye msemaji wa mwisho hapa. I am the president. Mimi ndiye rais. I have forgiven him. Nimemsamehe. Let him be free. Hebu na awe huru. Let him be free. Hebu na awe huru. This is what God is saying. Hilo ndio Mungu alilofanya. This is what God is saying. Hilo ndio Mungu alilosema. Yes, the sister aborted. Ndio huyu dada alitoa mimba. This brother fornicated. Ndugu kweli alifanya uasherati. This person committed adultery. Huyu mtu alifanya uzinzi.
Lakini hear what the grace says. Sikia kile ambacho neema inasema. This is my beloved son. Kama huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Sikieni yeye. Sikieni yeye. Not Moses, sio Musa, not the law, sio sheria, not Elijah, sio Elia, not justice. wala sio haki. Sikieni yeye. This is my beloved huyu ni son. mwanangu mpendwa. Sikieni yeye. Now, sasa these three witnesses, hawa mashahidi watatu in verse 6, katika mstari wa 6, they fallen wakaanguka kifudifudi. And they feared. Wakaogopa sana. Remember, kumbuka, when they went down, walipoenda kule chini, the cloud, wingu covered them. Liliwafunika. I need your master. Nahitaji usikivu wenu sana hapa. I need your master. Nahitaji usikivu wenu hali ya juu. In verse 6, kwenye ule mstari wa 6, when the cloud came, wingu lilipokuja and they covered them, na likawafunika, they fell. Walianguka kifudifudi. But remember, lakini kumbuka, Peter was proposing, Petro alikuwa anapendekeza to have the three tabernacles. kuwe na vibanda vitatu. Moses, kimoja cha Musa, Jesus, cha Yesu, and na Elijah. cha Elia. Now when he fell, sasa walipoanguka, verse 7 now. mstari wa 7 sasa. Jesus came. Yesu akaja. Grace came. Neema ikaja. Not the law. Sio sheria. It was not Moses. Hakuwa Musa. Who came? Aliyekuja mstari wa 7 hakuwa Musa. It was not Elijah. Hakuwa Elia. It was Jesus. Alikuwa ni Yesu. Who came? Aliyekuja And touched him. akawagusa. It was grace. Ilikuwa ni neema. Which touches your faith. Ni neema ndio inayogusa imani yako. It was grace. Ni neema Which touches your hope. ndio inagusa tumaini lako. It is Ni grace. neema Which touches your love. ndio inagusa upendo wako. Love without grace is useless. Imani bila upendo bila neema ni bure. Love without hope. Hope without grace is useless. Tumaini bila neema ni bure. Faith without grace. Imani bila neema ni bure. So grace came. Kwa hiyo hapa neema ikaja. And touched the three witnesses. Na ikawagusa mashahidi watatu. And remember, kumbuke, it is written, imeandikwa, Jesus touched them. Yesu akaja akawagusa. He didn't touch one. Hakumgusa moja. He touched the three. Aliwagusa wote watatu. He touched the hope. Aligusa tumaini. Who was Jacob? Alikuwa ni Yakobo. He touched faith. Akagusa imani. Who was Peter? Alikuwa Petero. And he touched love. Na akagusa upendo. Who was John? Alikuwa ni Yohana. So the three hao mashahidi watatu were touched by grace. wakaguswa na neema. They were touched by wakaguswa na neema. grace touched them. Neema ikawagusa. Now listen. Sasa sikiliza. When grace touched them, neema ilipowagusa, remember they were down. Kumbuka walikuwa chini. They were down. Wamelala kifudifudi. Now when grace touched them, sasa neema ilipowagusa, look verse 8. Tazama mstari wa 8 sasa. Look verse 8. Tazama mstari wa 8. They came to see. Wakaja kuona. They were looking for the law. Walikuwa wakitafuta sheria. Moses, Musa, where are you? wapi? Where are you, Moses? Musa, wapi? Where are you, Moses? Musa, wapi? Moses had disappeared. Musa alikuwa ameshaondoka. Moses had disappeared. Musa alikuwa ameshatoroka. Moses was nowhere to be seen. Musa alikuwa hana mahali pa kuonekana tena. Where is the law? Sheria iko wapi? Where is the law? Sheria iko wapi? Where is the law? Sheria iko wapi? The law had nowhere to be seen. Sheria ilikuwa haina mahali pa kuonekana. There was no law. Hakukuwa na sheria tena. Thank you, God. Asante Mungu. There is no law. Hakuna sheria tena. Judge me by. Hakuna kitu cha kumhukumu. Nothing to judge me by. Hakuna kitu cha kumhukumia nacho. No law. Hakuna sheria tena. Moses. Hakuna Musa tena. Moses. Musa, Where are you? uko wapi? Moses. Musa, Where are you? uko wapi? Moses said, Musa akasema, I can't stand siwezi kusimama where Jesus is. mahali alipo Yesu. I can't stand Siwezi kusimama where grace is. mahali neema ilipo. I can't. Siwezi. I can't come near. Siwezi kuja kusogea karibu. Moses. Musa, Where are you? uko wapi Musa? Moses. Musa,
yako. Tunataka tuingie kwenye kibanda chako. You want to make your tabernacle. Tunataka kutengeneza kibanda chako. Moses hakuwa na mahali pa kuonekana. Musa hakuwepo. When they raised their eyes, walipoinua macho yao, there was no Moses. Hakukuwa na Musa. Elijah, justice of God. Haki ya Mungu. Where are you? Uko wapi? He said, no. Akasema hapana. I can't come where there is Jesus. Akasema siwezi kusogea alipo Yesu. I can't come where there is Jesus. Siwezi kusogea alipo Yesu. Where there is grace. Mahali palipo na neema. Don't talk of justice. Usizungumzie habari ya haki. Because it is grace. Kwa sababu kuna neema. Don't talk about justice. Usizungumzie habari ya haki. Elijah, where are you? When they raised their eyes, walipoinua macho yao, there was no Elijah. Hakukuwa na Elia. There was no justice. Hakukuwa na haki. It was grace only. Ilikuwa ni neema pekee. It was grace only. Ilikuwa ni neema pekee. When they raised their eyes, walipoinua macho yao, to look everywhere, kutazama kila mahali, Musa, no, sheria, where are you? Uko wapi? Where are you? Uko wapi wa sheria? The law was not there. Sheria haikuwa hapo. Elijah, justice, haki, justice, haki. Where are you? Uko wapi? Elijah, where are you? Elia uko wapi? There was no Elijah. Hakukuwa na Elia. Now standing at the platform there. Sasa akisimama pale. At the platform. Pale jukwani. Who was taking charge of the platform? Aliyechukua mamlaka ya jukwaa. Aliyekuwa anatamba pale. It was the grace only. Ilikuwa ni neema pekee. It is written. Inaandikwa. It was Jesus alone. Alikuwa ni Yesu pekee. It was Jesus alone. Alikuwa ni Yesu pekee yake. There was no Moses. Hakukuwa na Musa. There was no law. Hakukuwa na sheria. There was no justice. Hakukuwa na haki. There was no Elijah. Hakukuwa na Elia. It was grace only. Ilikuwa ni neema pekee. It was grace only. Ilikuwa ni neema pekee yake. My dear sister, Ndugu Petro, don't lose hope. usipoteze tumaini. There is grace for you. Kuna neema kwa ajili yako. My dear brother, Ndugu yangu mpendwa, don't lose hope. usipoteze tumaini. There is grace for you. Ipo neema kwa ajili yako. You are saved Umeokolewa by the grace of kwa God. neema ya Mungu. You are saved Uliokolewa by the grace of kwa God. neema ya Mungu. Not by Moses, Sio kwa Musa, not by the law, sio kwa sheria, not by sio Elijah, kwa Elia, not by justice. wala sio kwa haki. Jesus alone. Yesu peke yake. When they raised their eyes, Walipoinua macho yao, there was no Moses. hakukuwa na Musa tena. There was no Elijah. Hakukuwa na Elia. There was no law. Hakukuwa na sheria. There was no justice. Hakukuwa na haki. It was Jesus Alikuwa ni alone. Yesu peke yake. In other words, Kwa maneno mengine, God was telling them, Mungu alikuwa akiwaambia, this is my beloved son. huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu. Hear ye. Sikieni yeye. Hear ye. Sikieni yeye. Mr. Hope. Wewe Bwana tumaini, Hear grace. isikie neema. Mr. Faith. Wewe Bwana imani, Hear what grace says. sikia kila ambacho neema inakwambia. You Mr. Love. Wewe Bwana upendo, Hear what love says. sikia kila ambacho neema inasema. Do you love him? Je, unampenda? Do you love him? Je, unampenda? The Pharisees were silenced. Mafarisayo walinyamazishwa. Pharisees were silenced. Mafarisayo walinyamazishwa. The Sadducees were Na silenced. Masadukayo walinyamazishwa. They were silenced. Walinyamazishwa. No more talking about Moses. Hawakuwa na habari tena kuzungumzia kuhusu Musa. No more talking about Elijah. Hakuna kuzungumzia tena habari za Elia. This is my Huyu beloved ndiye